jioni. Alivyoniita na mimi ni kama niko Yanga Princess. Hajanitambulisha cheo changu. Jamani, mimi ni mchekeshaji. Watu wasije kujua labda na mimi niko kwenye timu. Kwanza ni ushukuru sana uongozi wa Yanga Princess kwa sababu naamini bila wao sidhani kama ningefika kwenye hii hoteli. Nimeona hapa nilikuwa naulizia bei chumba cha bei ya mwisho hela ndogo ameniambia 380,000. Nimecheka sana. Wakati mimi 80,000 hiyo Sinza nalala siku 4. Hapa 380,000. Mungu abariki sana. Kingine nikionaga mimi neno tuzo kidogo nakuwa nasononeka. Nimetoka kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za wachekeshaji Tanzania Comedy Awards, nishiriki vipengele vitatu. Vyote niliambulia patupu ndugu zangu. Na watu wa karibu waliniambia nitashinda wakina Alikamwe hawa, lakini sikupata chochote. Kwa hiyo machungu yake nayajua hivyo. Na nashukuru leo kuna baadhi ya watu ambao sikubahatika kuwaona, nimewaona hapa. Wengine nawafahamu, kwa hivyo Alikamwe wewe ndio kiongozi najua mheshimiwa hapa, umekuzulia show zetu. Alikamwe ni kocha, si ndio? Huyu nimemchanganya sasa. Wa mwisho namfahamu. Okay. Dada pale anachezea Brighton. Hongera sana. Timu ya kiume mmetufunga. Mimi ni Liverpool. Ni shabiki sio timu. Okay. Mimi bana na dadangu na mimi lakini hachezi mpira. Lakini mimi katika ikaika zangu pia nimewahi kudate na dada mcheza mpira. Hawanaga gharama, wanawashukuru sana. Unaonaga ukiwa na date nao Maslay Queen wanaomba hela pochi, sijui nywele, hawa wanaomba hela za njumu, training. Very simple. Ni wadada wazuri sana. Shida ni majina. Mdada anaitwa Rebecca, lolimodo wake Johnny Boko, jamani. Kwa hiyo unakuwa na date na Boko bila kujua. Wao marolimodo wao ni wachezaji hawa. Kwa mfano mimi mwenyewe nachezaga mpira sometime. Mimi nampenda Thiago Alcantara, kiungo huyo. Kwa hiyo nikiwa nacheza huko ananiita Thiago. Sasa imagine mimi mpenzi wangu ni Boko na mimi naitwa Thiago, jamani. Simu inaita hapo, nakwambia napiga Thiago, na naambia jamani ni baby huyo, leta simu hiyo. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Mimi dadangu nawasimulia story yake kidogo kwa sababu tulikuwa tunakaa wote nyumbani hapo. Sasa siku moja nikawa nimeshika simu yake. Nikawa naangalia namna ambavyo wanaume wanamtongoza dadangu. Nikaona dadangu akataga na kubaliki tu. Sasa kama mwanaume kena niuma, nikasema dada inakuaje jamani anakubali kizembe hivi? Nikasajili line mpya ili nijaribu labda kumtongoza mimi nione kama atanikubalia kaka yake. Nikasajili line, nikamtumia SMS mambo, tukachati kama wiki hivi, akawa amenikubalia. Nikasema hii tatizo pengine limeanzia kwa mzazi, nilikuwa nakaa na baba, nikasema ngoja nimjaribu na mzee kumtongoza. Mzee nilikuwa nimekaa naye sebleni hapo, namuona nikamtumia SMS, mkaka mambo. Nikashangaa mzee anatabasamu anatoka nje, mpumbavu yule. Ametoka nje, amechelewa kujibu, naambia mbona kimya baby, akaniambia samani nilikuwa naoga. Eti mzee anaoga wakati mimi namuona ametoka nje. Basi nikaanza kumsumbua, nikaanza nachatisha wote. Sasa wote wakawa wamekubali. Baba amekubali, dadangu wamekubali. Kwa siku moja niko nao sebleni hapo, tuko wote sebleni. Na watumia SMS, namtumia mdogo wangu yule wa kike, namwambia baby nitumie video nione kwenu. Namwambia mzee baby nitumie video nione kwako. Na waona wote wawili wanarekodi video kwa asili hivi sebleni, tumekaa hapo wananitumia hizo video. Naangalia mimi mwenyewe najiona sebleni hapo hapo. Naziangalia basi. Kwa hiyo tukawa tunaishi hivyo na wasumbua tu. Kwa kuna muda dadangu ananipiga mizinga kama bebi wake, baby nisaidie 100,000 na shida. Namwambia ya nini? Eti nimefiwa na kakaangu, eti mimi nimekufa jamani. Naomba jamani poleni. Alikuwa naumwa, ameumwa, ameteseka sana. Alilazwa, amekaa kama miezi 6 huko hospitali. Mimi nimekaa miezi 6 wakati ni mzima kabisa. Kwa sababu hiyo 100,000 mimi sina, na mimi namuomba mzee wangu ambaye ni bebi wangu hapo ndani. Kwa hiyo mzee ananipa ile, nazunguka ndani humo haiendi nje kokote.
kuna muda sister yangu ananiomba hela ya pizza, anataka pizza, nafanya delivery, nakuja pizza, ananiita, mdogo wangu njoo tule wote, kumbe mimi mwenyewe ndo nimenunua chakula hicho. Kwa tunakula wote hapo, maisha yanaendelea. Namsumbua na mzee siku moja, namwambia mzee, namwambia baby nitumie video ukiwa unacheza. Basi utashangaa mzee ananyanyuka taratibu, anaenda chumbani kwake, anarekodi video 3, anakuambia chagua moja hapo. Anarudi sebuleni hapo, mzee jasho zinamtoka. Namuuliza mzee, tatizo nini? Kitanda kilikuwa kinasumbua. Kumbe alikuwa anacheza nyimbo namna ya kunitumia mpenzi wake. Kwa hiyo ni dhambi ambayo mimi mwenyewe sipendi kuisimulia, lakini najaribu kuiongea tu. Sasa kuna muda mwingine nikitaka kuleta mwanamke wangu wa kweli sasa nyumbani, uko na watoa wote, namwambia sister yangu, baby naomba leo tuonane. Nataja hoteli ya mbali kabisa. Na mzee naomba tuonane, na atajia huko mbali, wanatoka wote, wananiachia nyumba mwenyewe sasa. Kwa baadaye nazima simu, unashangaa wote wanarudi nyumbani wamenuna. Hasa mzee anakuwa mkali sana. Namuuliza tatizo nini? Kuna mpumbavu anataka kunitapeli shamba langu yani. Wakati mimi najua ndo nimemsumbua. Na cha mwisho, hii story sitaki kuimalizia kwa sababu naonaga ni aibu mimi mwenyewe, sio nzuri. Cha mwisho, mimi bwana niwahi kusema kitu ambacho sio kizuri, watu wanalalamika kwamba mimi binafsi siwezi kwenda mbinguni. Kwa sababu gani? Nikapigaga hesabu, ziko nyingi sana kwenye hii dunia. Dhambi ziko nyingi. Kumtamani mke wa jirani yako ni dhambi. Ukishiba sana dhambi. Hii dhambi Mungu sijui kwa nini aliweka, lakini mambo yako mengi. Ukilewa dhambi, ukiua dhambi, ziko nyingi. Na mimi nikijipima hapo, kutoboa ni ngumu. Labda Mungu aniambie, wewe dogo, kaa hapa, labda nisaidie kuoshaosha vyombo, sawa. Lakini Yesu akikomaa hivi ni ngumu. Kama umetulia unaniangalia, wewe unatoboa mbinguni alikamu? Unatoboa. Umeongea kwa sauti ndogo sana. Safi. Unaambiwa sisi wenye dhambi tunaenda wapi? Motoni huko. Tunachomwa milele. Na ambao wana dhambi wanaenda wapi? Peponi. Wanaimba na kuabudu milele. Ambao ukiangalia kwa makini na yenyewe ni adhabu. Yaani wewe uimbe milele. Wiki la kwanza unaona sifa, unaimba tu. Mara miezi 6 unaimba kila siku. Mwaka unakata mnaimba tu. Miaka 2, miaka 7 mnaimba kila siku. Sisi wa motoni, unajua kila adhabu inazoeleka. Unajua kwenye moto inakuwa kama eneo hili ambalo tupo hapa. Kwa sisi kama Watanzania lazima ugundue kuna chimbo lako moja ambalo moto sio mkali. Unaenda kushinda hapo jioni, unazunguka. Wakati huo mnasikia huko nje watu wanaimba kila siku. Sema hao kina nani? Asema ni wale watakatifu wanaimba nyimbo. Basi mnaendelea kupiga story na unaambiwa chakula cha mbinguni ni asali na maziwa. In fact chakula ambacho huku duniani hujai kula hata siku moja. Wewe umeikula lini asali?